Ushauri wangu kwa vijana, mimi kama mwinjilisti na mwalimu, hakuna mahala kijana unaweza ukaenda na ukafanikiwa kama kwanza neno la Mungu hajakaa ndani yako, kwa sababu tafasiri ya mafanikio ni neno la Mungu kupata nafasi ndani yako 100%. Kama wewe mwenyewe haujawa mafanikio, ina maana ndani yako hayawezi kutoka mafanikio. Kwa udhihirisho wa kwamba wewe ni mfanikiwa ni neno la Mungu kupata nafasi ndani yako 100%. Kwa sababu kuna wale vijana ambao bado kijana mdogo ana majumba na magari na nini, pesa, lakini bado hajafanikiwa. Ili ujue kama hajafanikiwa, utamwona pamoja na kuwa vile vitu vyote hana raha, hana amani, vinamfanya awe na kiburi, awe kwazo kwa wengine, vinampelekea kuvuta bangi, vinampelekea kwenye ulevi, uzinzi. Lakini kama kijana huyo angekuwa mafanikio, na hizo nyumba sijui nini zinakuwa ni udhihirisho wa mafanikio yaliyomo ndani yake, hizo pesa, mafanikio na majumba nini vingempa utulivu wa akili, vingemfanya aendelee kuwa mnyenyekevu. Kadri anavyozidi kuinuliwa Mwenyezi Mungu, ndivyo anazidi kuwa mnyenyekevu. Mnyenyekevu si mtu ambaye anabadilisha sura inakuwa ya upole. Anaambia Bwana Yesu, anaambia mtu Bwana Yesu asifiwe, anaanzia kuweka mkono kwa Bwana Yesu asifiwe. Huyo sio mnyenyekevu. Bado vijana wao wanadhani kwamba ukimwambia mtu Bwana Yesu asifiwe, unaanza kutoa sijui unatoa nini huku, kwa Bwana Yesu asifiwe, unaishia hapa ndio umsalimia mtu, kwamba ndio unyenyekevu. Huo sio unyenyekevu. Mnyenyekevu ni kijana ambaye anakubali kutembea chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu, kuishi kama neno la Mungu linavyosema. Huyo ndio mnyenyekevu. Anaweza kuwa mkali lakini mnyenyekevu. Kipimo cha unyenyekevu hakipo kwenye kuongea maneno machache au kutoongea sana. Kipo katika kulitii neno, kuenenda sawa sawa na neno la Mungu. Huo ndio unyenyekevu. Ndio maana Yesu alisema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, kwangu mimi nitawapumzisha. Sasa mimi nilijaribu kusoma hicho kitabu cha Mathayo, nikajaribu kusoma, nikarudia hilo andiko, nikaangalia ni wapi ambapo Kristo ametupumzisha. Kumbe hapo mbele akaendelea kusema kwamba jifunze kutoka kwangu, kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Sio na mnyenyekevu wa sura, bali mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kumbe unyenyekevu upo kwenye moyo, haupo kwenye maneno. Unaweza kuwa na maneno matamu sana, lakini wewe si mnyenyekevu. Hiyo namba 1. Ili upate kufanikiwa, kwanza wewe uwe mafanikio. Haya mengine ni matokeo. Mafanikio ni wewe kijana, sio jumba, sio kadhari, sio hela, kuwa na akaunti 2 ya dola na shilingi, bali neno kupata nafasi 100% ndani yako. Haya ndio mafanikio. Ili upate kufanikiwa, wewe kwanza uwe mafanikio. Namba 2, kataa kabisa uzinzi. Madhara ya uzinzi iko hivi. Uzinzi haukuzuia usipate hela. Uzinzi haumzuii mtu asijenge. Uzinzi haumzuii mtu asioe. Bali uzinzi unamzuia mtu asipate fungu la maisha ambalo Mungu alimkusudia. Kwa sababu unaweza ukaoa, yes, lakini sio ndio ya kusudi la Mungu. Unaweza ukajenga, yes, lakini sio makusudi ya Mungu.
Pesa zako umezipata kwa kumtoa mwanao, au umezipata kwa kuwaua wengine, au umezipata kwa makafara ya ajabu ajabu hayo, umezipata wizi, umezipata pesa. Lakini madhara ya uzinzi ya kwanza ni hii hapa. Unapozini na mtoto wa kike wa kiume, tafasiri yake kwenye ulimwengu wa roho ni kwamba umeolewa naye. Unazini na Abdalla leo, kesho unazini na Rajabu, kesho kutwa unazini na Musa. Leo unazini na Suzana, kesho unazini na Amina, kesho kutwa unazini sijui na nani. Baada ya hapo, kinachofuata, unapohitaji sasa kuoa au kuolewa, utaolewa vizuri sana, sherehe itakuwa kubwa sana, utaoa vizuri, sherehe kubwa. Maana baada ya kumaliza kuoa au kuolewa, hizo roho ambazo ulikuwa umezini nazo zinaanza kukuita, kukudai kwamba wewe ni mke wao, wewe ni mme wao. Matokeo yake ni mnaanza kufarakana kwenye ndoa, mnaanza kuchukiana bila sababu za msingi. Kwa sababu gani? Hizo roho zinawadai, zina sababu 100% ya kuwadai, kukudai kwamba wewe ni mme wao, kwamba wewe ni mke wao. Upo kwenye ndoa unatamani kwenda kuzini, kufanya uasherati. Upo kwenye ndoa unatamani kwenda kufanya uasherati. Kwa sababu gani? Ni hizo roho ambazo zimeambatana na wewe. Haya ni madhara ya kuzini, kukufanya uwe mme au mke, uwe mke wa waume wengi na uwe mke wa wanaume wengi na uwe mke wa wake wengi. Uzinzi unakufanya wewe uwe mke wa wanaume wengi na uwe mume wa wanawake wengi bila kujitanua. Kama ulikuwa hujui, ndio ujue leo. Kila ambaye umewahi kuzini naye umemuoa na umeolewa naye. Sasa jiulize, umezini na wangapi? Wakiwa umezini na 15, wote ni wake zako na wote ni waume zako. Kama umezini na 3, umeolewa na 3, umeoa 3. Sasa utakapopata mke sasa, ndio hizo roho zinakudai. Jiulize, unafanya kazi gani? Au madhara ya uzinzi. Uzinzi unakuondolea utukufu. Binti, unapozini na kijana, huyo kijana anachukua utukufu wako, unakuwa haujiamini. Mara baada ya kukuacha, unakuwa haujiamini. Ndio maana kila binti ambaye anasalitiwa huwa hajiamini na haamini tena kwamba wanaume wapo ambao ni waaminifu, wanampenda Mungu, mashujaa ambao wanajua wapenzi, ambao wanaweza kuishi na mwanamke kwa akili, kumthamini. Hajui tena. Kwa sababu gani? Aliyezini naye baada ya kumsaliti ameondoka na utukufu wake. Ndio madhara yake kwa mtoto wa kike. Utukufu wako anauchukua yule ambaye amekuvua. Sasa wewe jiulize, utukufu wako kwa wapi? Unafanyaje ili utukufu wako urudi? Unafanyaje ili heshima yako irudi? Toba. Mungu hahitaji maombi, Baba nisamehe usiku na mchana, Baba nisamehe. Mungu hahitaji hayo mambo. Mungu anahitaji toba, yani kugairi. Unapodhamiria ndani yako, mimi kwa sasa hivi naacha uzinzi, kwa sasa hivi naacha wizi, naacha kiburi, dharau, ukosefu wa adabu, hapo Mungu ameshakilia msamaha. Haya maneno tayari yazungumza baadaye, yanakuja baadaye, lakini Mungu tayari ameshakusamehe. Maana moyo wa rehema ni moyo ambao uko tayari kusamehe kabla haujamkosea. Ndivyo alivyo Mungu, mwingi wa rehema, si mwingi wa hasira. Toba. Sasa ukishafanya toba, ndugu yangu, nakwambia hivi, haijalishi ulikuwa umeolewa au kuoa wangapi kwenye uzinzi wako, utukufu wa Mungu unarudi double. Hadi yule ambaye alikuwa amekuvua mtoto wa kike akikutana wewe anapiga saluti, ndio wewe Amina.
Kwa sababu gani? Mungu ni mwaminifu. Endapo utakuwa umejitambua kufanya toba, yaani kuamua kuacha. Unapoacha, kinachofuata Biblia na wewe, kusoma Biblia, mafundisho na maombi. Maombi kwenye ulimwengu wa roho ni kama maji. Unapoomba ni kama maji kwenye ulimwengu wa roho. Kadri unavyozidi kusoma Biblia na kupata mafundisho na kumwomba Mungu, unazidi kuwa msafi. Ufahamu wako unasafishwa na unanukia vizuri badala ya kunuka, kwa sababu uzinzi unakufanya unuke. Harufu hiyo ya kunuka hauwezi ukaisikia wewe, wanaisikia. Yaani sikia, nikwambie, nikupe siri. Kijana, unapozini unanuka uzinzi. Sasa unapokutana na mke wa kusudi la Mungu, anasikia harufu ya uzinzi kutoka kwako. Kwa ukimwita anasikia kelele na anakimbia harufu. Haijalishi wewe ni handsome kiasi gani, anakimbia harufu. Lakini wewe mwenyewe utajiona uko fresh. Kwa kuwa binti huyo ni mke mwema, ananukia wema, ananukia uheri, ananukia utakatifu, ananukia baraka. Sisi anakutana na wewe, anasikia harufu ya mauti, harufu ya kuzimu, harufu ya mavi ni afadhali. Yaani anasikia harufu ya mauti ya mtu aliyeoza. Kwa ukimwita hataki hata kusimama na wewe sekunde, kwa sababu unanuka uzinzi. Na mtoto wa kike hivyo hivyo, unapokutana na mume wako unanuka uzinzi, unanuka mauti, kwa unamkosa. Lakini ukishafanya toba, Mungu anakurudishia kila ulichokipoteza, na siku zako ulizopoteza zote anazirudisha, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Kwa fanya toba, omba msamaha. Baada ya kufanya toba, soma Biblia, mafundisho, muombe Mungu. Nimekupa miezi 3, usipoona mafanikio nitafute, niachana masuala ya kuhubiri, kwa sababu nina ujasiri wa kuongea hivi, kwa sababu nimeona kwangu mimi mwenyewe na kwa wengine, hata kabla sijaongea na wewe mtandaoni. Na Mungu awabariki.